asubuhi, sasa hivi ni mchana. Utulinde, wabariki wengine wapo shule hawajaombea ruhusa. Naomba Mungu utulinde, wabariki, utulinde na majirani zetu na ndugu zetu na marafiki zetu, katika jina la Yesu Kristo, amina. Utambulisho. Mwenyekiti leo naitwa Kellen Bennett. Kumbukumbu Filipo. Mhutubu Mwalimu Rogers. Zaka na sadaka Warren. Uliojiandaa na zaka na sadaka karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kusomea fungu la zaka na sadaka. Tuombe. Baba mbinguni, asante kwa masaa ya Mungu. Napenda kusoma zaka na sadaka. Mungu, naomba ukatende katunze kwa jina la Yesu, amina. Nalo linasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Amina. Natoka Malaki 3:10. Tuombe. Baba mbinguni, asante kwa wema wako Mungu, asante kwa kutulinda, umetutunza Mungu. Washiriki wanapenda kutoa zaka na sadaka, Mungu naomba ukatulinde na zaka zao kazipokee kwa jina la Yesu, amina. Kwa Mungu tu
kufanya, nasi wazazi pamoja na walimu tunakwenda kufanya kama vile watoto. Karibuni sana. Ukimsubiri Yesu, umetenda kwa kujali. Ukimsubiri Yesu, nitakwenda kwa imani, nikifanya kazi zake. Alisema atarudi kunipeleka mbinguni. Nitakwenda kwa imani, nikifanya kazi zake. Alisema atarudi kunipeleka mbinguni. Nitakwenda kwa imani, nikifanya kazi zake. Alisema atarudi kunipeleka mbinguni. Nitapataje nyumbani mwa Baba? Nyumbani mwa Baba, nyumbani mwa Baba, nitapataje nyumbani mwa Baba? Ndiyo nyumbani mwa Baba, nyumbani mwa Baba, nyumbani mwa Baba, nitapataje nyumbani mwa Baba? Ndiyo mitambo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Punga mkono, punga mkono, punga mkono, punga mkono, punga mkono. Kambi la watoto mtaa wa Mbezi. Kambi la watoto mtaa wa Mbezi 2026. Nikimsubiri Yesu. Hakika ni wakaribishe wote katika ibada ya leo. Ikiwa ni siku ya ngapi? Ya 3, si ndio? Sawa. Leo ni siku ya 3. Lakini somo ni la 4. Somo la ngapi? Fundi mtambo bonyeza hapo. Somo la ngapi? Somo ni la ngapi? Somo leo ni la 4. Kichwa cha somo kinasema kwa sauti yote. Mwalimu Zawadi, somo la leo linasemaje? Nyumba nzuri inajengwa wapi? Mbinguni. Sikiliza, kila mtu, kila ana nyumbani kwao, si ndio? Nyumbani kwenu kuna nyumba nzuri ambayo ina madirisha, si ndio? Ina milango, lakini ina mabati ya msauzi. Mabati ya nini? Ya msauzi. Nyumba nzuri. Hata watoto wanakuja kutoa sadaka hapa, nyumbani kwao kuna nyumba. Amina. Somo leo linasema nyumba nzuri inajengwa wapi? Mbinguni. Nani ameshakuwa kuona fundi akijenga nyumba? Fundi anajenga nyumba kwa kutumia nini? Matofali, nyingine simenti, nyingine hiyo kokoto, nondo, si ndio? Misumari. Safi sana. Huyo ni fundi. Anajenga nini? Nyumba, si ndio? Sikiliza. Nani aisha kusubiri? Kusubiri kitu chochote tu. Kusubiri. Yaani ukasubiri. Mimi nilikuwa nasubiri. Nasubiri siku ifike niende kwenye makambi ya Mbezi. Lakini sio hiyo. Siku moja nilikuwa nasubiri mama amalize kupika makande na matembele.
nile alafu nishibe. Mimi nilisubiri, lakini sio hivyo. Sikiliza, nani kashaufanyia surprise? Surprise ile happy birthday to you me birthday, happy birthday to you. Sikiliza, wakati unafanyia surprise unakuwa hujui chochote, si ndio? Wewe unakuja kushtuka keki hapa na vizawadi hivi hapa. Sikiliza, siku fundi vitabu, tuendelee hapo. Siku moja mama mmoja hivi, mamake, nimtaje jina, mama mmoja hivi, na mamake Barnaba. Siku moja mamake Barnaba alitaka kumfanyia surprise mtoto wake Barnaba. Alifanya siri, akaandaa vitu vizuri, kwa sababu siku hiyo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya nani? Ya Barnaba, si ndio? Akaandaa vitu vizuri, akatengeneza keki kama mnavyoiona. Anatengeneza nini? Keki. Akaandaa na zawadi. Lakini sikiliza, Barnaba alikuwa nje anafanya zake usafi, anacheza na kimdoli cha nani? Cha twiga, si ndio? Ajui chochote. Mama yake anamwandalia zawadi ya nini? Ya happy birthday. Sikiliza, mama akatengeneza keki. Tuendelee fundi mitambo. Akatengeneza keki na hatimaye keki ikafanyaje? Ikawa tayari, ikapambwa vizuri sana. Barnaba ajui chochote wala haelewi chochote, ameandaliwa happy birthday, ikapambwa keki, na kisha kula keki hapa, keki ya happy birthday to you. Na mimi nishakula keki. Sasa mamake Barnaba akaiandaa vizuri na zawadi, na vile vikofia, na kisha kuvaa kofia happy birthday hapa. Na mimi nilishakuvaa cha blue kile, nikavaa. Sikiliza, baada hapo akamuita mwanae Barnaba, Barnaba njoo. Akamuita, akafanyaje? Akamuita. Barnaba anaingia ndani, akashangaa, akatoa macho hayo. Ilikuwa ni surprise kwake. Mama yake alimwandalia vitu vizuri, yeye alikuwa hajui. Aliandaliwa keki nzuri, zawadi nzuri, lakini yeye alikuwa hajui. Anafika, anashangaa, surprise, anakuwa na mshangao, anaona keki nzuri na vizawadi na likofia pale, ana furaha. Kumbe kulikuwa na maputo. Kumbe kwenye birthday kuna maputo kama ya kwetu yale. Mama yake anamwambia karibu, anamwambia happy birthday to you. Wakati huo Barnaba hajui kinachoendelea, alikuwa hajui kinachofanyaje, kinachoendelea. Barnaba akafurahi, akamkumbatia mama yake. Jamani, mama asante, mama wao. Akamkumbatia mama yake, wakafurahi na mama yake. Barnaba akamshukuru mama yake, akampaka na vile vidude vya umu vinaitwaje vile, hiyo aishini sugar, hiyo akapakwa umu. Sikiliza, Barnaba alikuwa ajui, akafanyiwa surprise. Akafanywa nini? Surprise. Aliandaliwa zawadi, akafanywa nini? Surprise. Alikuwa ajui. Na sisi tumeandaliwa zawadi ambayo hatuijui, itakuwa ni surprise. Itakuwa ni nini? Surprise. Mungu anatuandalia, Yesu anatuandalia zawadi kule mbinguni ambayo itakuwa ni nini? Surprise. Unajua nini? Sikiliza. Fumba macho kwambie kitu. Fumba macho nitoe surprise. Fumba macho. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Endelea kutufundisha vyema kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Tuendelee. Sikiliza. Nyumba ya ndoto yangu. Nyumba ya ndoto. Kila mtoto anatamani kuwa na nyumba yake, si ndio? Kuna mwingine anatamani kuwa na nyumba ya gorofa ya pili, gorofa 2, gorofa 3, si ndio? Kuna mwingine anatamani kuwa na nyumba kubwa yenye fence, si ndio? Na kageti hivi.
Nani hapa anatamani kuwa na nyumba ya udongo? Nyumba ya udongo? Wewe unatamani kuwa na nyumba ya udongo? Kila mtu anatamani kuwa na nyumba ya ndoto yake, si ndio? Mimi nyumba ya ndoto yangu tamani iwe kubwa, ikiwa na sebule, ina vyumba vya baba na mama, ina chumba cha mtoto wa kike, ina chumba cha mtoto wa kiume, ina chumba cha wageni, alafu ina sehemu ya kupikia, alafu ina kibaraza, alafu ina sehemu ya kujifunzia neno, si ndio? Chumba cha maombi. Sikiliza, lakini pia iwe na chumba cha kulia chakula. Hiyo ni nyumba ya ndoto yangu, iwe nzuri, ina fence, ina gate. Je, nyumba ya ndoto yako ni ipi? Nyumba ya ndoto yako ni ipi? Fungua Biblia, fungua nini? Kitabu kile cha Yohana 14 na ule mstari wa 2. Sikiliza, siku moja, fundi mitambo, siku moja Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake, mimi ninaondoka, mimi ninaenda nyumbani kwa baba yangu. Nenda nyumbani kwa nani? Kwa baba yangu. Alikaa na wanafunzi wake akiwaambia kwamba anataka kuondoka. Wanafunzi wake walimsikiliza kwa makini, kama unavyoona pale, wakimsikiliza anawaaga, anawaeleza habari za nyumbani huko kwa baba yake mbinguni. Wale wanafunzi wakaanza kuwa na huzuni, wakaanza kuwa na nini? Huzuni. Wakaanza kuhuzunika, machozi yanaanza kuwatoka. Yesu anaondoka, watabaki wenyewe. Walikuwa na huzuni, lakini Yesu akawatia moyo. Akafanyaje? Akawatia moyo. Twende, akawatia nini? Moyo. Akawaambia, msijali, ninaenda mbinguni kuandalia makao. Kuandalia nini? Ninaenda nyumbani kuandalia makazi. Ninaenda mbinguni kuandaa sehemu ya nyewe, kija mtafikia hapo. Akiwaambia kwa upole, sikiliza, usifadhaike moyoni mwako, unamwamini baba, niamini na mimi, si ndio? Ninaenda kuandalia tu makao. Ameenda kuandaa, anaenda kuandaa nyumba mbinguni, nyumba ambayo sisi watoto wazuri ambao taa zetu zikiwa zinawaka, tutaenda kule nyumbani kwa baba yetu wa mbinguni. Yesu alienda kuandaa makao, kutengeneza nyumba. Alienda kutengeneza nini? Nyumba nzuri, nyumba ambayo hapa duniani haipo. Unaambiwa nyumbani kwa huko, nyumba mbinguni, naposikia tu ni dhahabu. Nini? Panavutia huko mbinguni. Ameenda akawaaga, akiwafariji, msihuzunike. Sikiliza, tumaini ni hili: Yesu akishaandaa makao, akishajenga nyumba mbinguni, atarudi tena, na atakaporudi sisi tutamuona, tutamlaki, tutafurahi kwa sababu taa zetu zinawaka. Tutafurahi tukimpokea Yesu wakati anatupeleka wapi? Mbinguni. Yesu atakaporudi, mimi nitafurahi. Sikiliza, ninamwona Barnaba amebebwa na mama yake pale akimpokea Yesu anaporudi kutuchukua. Lakini sio hivyo, namwona mwalimu Kevi yule pale anashangaa. Anafanyaje? Anashangaa. Sikiliza, mbinguni
tutafurahi, na tukifika nyumbani kwetu mbinguni tutafurahi. Yaani mwalimu Kevi atakuwa akifurahia kwa sababu nyumbani mbinguni ni tofauti kabisa na duniani. Hakuna kelele kule wapi? Mbinguni. Mandhari ya mbinguni ni pazuri, mwanga wa ajabu. Kila mtoto ambaye taa yake ilikuwa kiwaka kwa tabia zake njema nzuri atafurahi mbinguni. Kila mzazi ambaye taa yake ilikuwa kiwaka atafurahi mbinguni. Mbinguni ni pazuri. Nyumbani kwetu tuna nyumba nzuri, ndio. Ina fensi kubwa, ndio. Imepakwa rangi, ndio. Na ina geti la matairi, ndio. Na mbona sukuma tiki 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 tiki, si ndio hivi? Lakini nyumbani kwetu mbinguni ni pazuri sana kuliko hata nyumbani kwetu sisi. Mimi pale nyumbani kwetu kidogo nasikia tu pikipiki imepita, kelele za bajaji, kelele za magari, lakini mbinguni nyumbani kwetu hakuna kelele. Nyumbani kwetu mbinguni ambapo Yesu ameenda kujenga, na sisi watoto wazuri tukifurahia nyumba yetu nzuri. Sikiliza, tuambie fundi mitambo hapo, tuonyeshe. Sikiliza, twende tena. Sikiliza, uko mbinguni. Hapa duniani kuna kila aina ya makorokoro, si ndio? Makelele yapo, uchoyo upo, wizi upo, ujambazi, wachawi wapo, si ndio? Uongo upo, si ndio? Kule mbinguni hakuna nini? Twende mwalimu fundi mitambo, twende. Mbinguni hakuna nini? Sikiliza, mbinguni hakuna machozi. Mbinguni hakuna nini? Machozi yatafutwa. Sikiliza, mbinguni hakuna mtu kulia. Tunalia duniani hapa, machozi yetu yataishia hapa. Mbinguni hakuna nini? Kulia. Hakuna machozi kule. Hakuna hata mtoto mmoja, hata huyo ambaye taa yake ilikuwa kiwaka kwa tabia zake nzuri, hakuna atakayelia. Mbinguni kuna nini? Mbinguni hakuna nini? Mbinguni hakuna nini? Tuambie, tuonyeshe. Mbinguni hakuna nini? Pale ni vita. Mbinguni hakuna nini? Vita. Mabunduki hakuna, mabomu hakuna mbinguni. Mapolisi mbinguni hawapo, wanajeshi mbinguni hawapo. Mbinguni hakuna kuandamana, hakuna vita kule mbinguni. Mbinguni hakuna nini mwalimu? Tuambie. Hakuna magonjwa. Hakuna nini? Hapa duniani tuna wagonjwa. Mimi nishakwenda hospitalini nikakuta wagonjwa wanaumwa, tena sio wakubwa, ni watoto wenzetu wamelazwa hospitalini. Lakini mbinguni hakuna ugonjwa, hakuna malaria, hakuna utapiamlo, hakuna kifudifudi, siki nini kinaitwaje kile, hakuna mashetani, hakuna madegedege, safi. Hakuna kichocho, safi. Mbinguni hakuna nini? Magonjwa. Hakuna kansa, ugonjwa wa ngozi hakuna. Wapi huko? Mbinguni. Mbinguni hakuna nini mwalimu? Fundi mitambo. Mbinguni hakuna nini? Hakuna machafuko. Tunasikia huko kwa wenzetu, tunamshukuru Mungu, hapa sisi hatuna. Kwa wenzetu kule matetemeko ya ardhi kila siku. Kule mbinguni hakuna. Hakuna masonami, hakuna. Mbinguni kwetu nyumbani. Mbinguni hakuna nini? Tuambie mwalimu.
mbinguni hakuna wizi. Wale wakina Barnaba wanapenda kudokoa mapaja ya kuku, mbinguni hatudokoi. Umeelewa vizuri? Mbinguni Mwalimu Kevi anaibaga 500 ya jelo, hakuna kule kuiba. Hakuna nini? Kuiba. Hakuna wizi, ujambazi hakuna. Sikiliza, wewe mtoto mzuri unayeiba, acha kuiba. Acha fanyaje? Unayedokoa mboga, acha. Na sio mboga tu, hata sukari. Ni nini? Ni wizi. Ni nini? Tusiibe, kwa sababu mbinguni hakuna wizi. Na wanaoenda mbinguni, nyumbani kwetu kule mbinguni, ni wale ambao taa zao zinawaka kwa matendo yao yaliyo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tukifika mbinguni, mwalimu, twende nionyeshe. Sikiliza, udokozi, wale wa kudokoa mboga. Mwalimu, tuendelee hapo. Sikiliza, mbinguni ni furaha. Ni nini? Ni furaha. Tutafurahi. Nikimwona Barnaba, nikimwona Naomi, nikimwona Ana, ni furaha. Yani ni furaha. Mwalimu Kevi na ndevu zake pale, nikimwona nitafurahi. We, mbinguni ni furaha. Kule hakuna kununa, hakuna. Kule ni nini? Ni furaha tu. Tutafurahi mbinguni. Mwalimu, sikiliza, mbinguni kuna amani, hakuna wasiwasi. Yani ni amani tu. Ama wazazi wazuri, hapa duniani tunakosa amani, lakini sikiliza, mbinguni amani ipo, imejaa tele, hayuzwi nyumbani kwetu mbinguni. Lakini tunaambiwa kwamba mbinguni tutaimba nyimbo za sifa. Nyimbo za nini? Za sifa, tukimtukuza Mungu kwa matendo yake makubwa, kwa uumbaji wake mbinguni. Nyumba inajengwa wapi? Mbinguni. Nyumba inajengwa mbinguni. Mimi natamani kwenda mbinguni nikaangalie nyumba ambayo imejengwa na Mungu kwa ajili yetu sisi. Nyumba ya ndoto yangu kubwa kuiona ile ya mbinguni. Uko mbinguni. Sikiliza, tutapaa, yani kama tai vile. Tukienda wapi? Mbinguni. Tutaimba nyimbo za ushindi. Tutaimba nyimbo za ushindi. Machangamoto yote, machafuko yote zimefanyaje? Zimepita. Mwalimu, tuwekee tutapaa kama hiyo tuwekee. Sikiliza, tutapaa kama tai kwenda juu. Wapi? Mbinguni. Tutaimba nyimbo za ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tamani kuwepo, kuishi kwenye ile nyumba yetu nzuri inayoandaliwa, inayojengwa mbinguni. Tamani. Fundi mitambo, tutapaa. Haipo. Sikiliza, tutapaa kama tai kwenda juu mbinguni. Lakini nyumbani kwa Baba ambao ni mbinguni, nitavaa taji. Nitavaa nini? Taji. Nitavaa taji nyumbani. Tuimbe, nyumbani mwa Baba, nyumbani mwa Baba, nitavaa taji nyumbani mwa Baba. Ndiyo ni raha nyumbani mwa Baba.
atavaa kanzu. Hebu simame tuimbe, simame tuimbe kwa furaha, simame tuimbe kwa furaha. Hivi na huku, simama tuimbe. Tutapaa kama tai kwenda juu juu mbinguni, milango ya mbinguni itafunguka, historia ya ajabu. tutapaa, imba. Tutapaa kama tai kwenda juu juu mbinguni, Lango milango ya ya mbinguni itafanya nini? itafunguka, historia Safi. ya ajabu. Tutaimba mbinguni, imba, Tutaimba imba. nyimbo za ushindi, tumeshinda dhambi, duniani ni furaha tena ya ajabu, kuishi kule mbinguni. Imba wewe, Tutaimba imba. nyimbo za ushindi, tumeshinda dhambi, duniani ni furaha tena ya ajabu, Kuishi. kuishi kule mbinguni. Twende huku, twende huku. Fanya hivi. Tafakari kule mbinguni nikiimba nyimbo. Tafakari. Amia na huku. Mbinguni ni pazuri. Nitafurahi. Kutakuwa na amani. Machozi yataisha. Vilio vitakoma. Machozi tuimbe. Machozi Yote yatafutwa, vilio. vilio vitakoma, Hii dunia tunaishi dunia imefanyaje? imepita, Mambo yote ya mbinguni ni mapya. mambo ni mapya, Historia mbaya historia imetupwa. ya ajabu. Machozi Machozi yatafutwa, tafutwa, yote vilio vitakoma vitakoma, kule mbinguni. dunia Hii mbaya mbaya, imepita, mambo ni mazuri mbinguni. mambo ni mapya, Mbinguni huko historia ya ajabu. ya ajabu. Imba wewe, Tutaimba imba nyimbo. za ushindi, Tumeshinda tumeshinda nini? dhambi, dunia Ni furaha ni furaha tena ya ajabu, kuishi. kuishi Wapi? kule mbinguni. Imba wewe, Tutaimba imba nyimbo. za ushindi, Tumeshinda tumeshinda nini? dhambi, Wapi? dunia Ni furaha ni furaha tena tena ya ajabu, kuishi. kuishi Wapi? kule mbinguni. Imba wewe, Tutaimba imba nyimbo. za ushindi, tumeshinda Nini? dhambi, Wapi? duniani ni furaha tena ya ajabu, kuishi Wapi? kule mbinguni. Asante fundi mitambo. Usikae, usikae, sikiliza, sikiliza. Kama unatamani kubaki duniani, endelea kukaa. Kama unasema makazi yangu mimi ni hapa hapa duniani, kaa. Lakini kama unasema nyumba yangu ambayo imeandaliwa na Yesu, na mimi niwepo, nyosha mkono. Anayetamani kuwepo katika ile nyumba nzuri, nyumba ya milele iliyoandaliwa kwa ajili yetu, nyosha mkono juu. Machozi yatafutwa, vilio vitakoma nyumbani kwetu mbinguni. Wakati Madam Martha anapokuja kutuombea
ili kila mtoto ambaye taa zake zinawaka kama wale wanawali watano wale werevu, wote tuwepo mbinguni. Mbinguni ni nyumba iliyoandaliwa kwa ajili yetu. Tamanio langu ni kuwepo mbinguni. Tamanio lako liwepo mbinguni. Sikiliza, tunapoenda kuomba tumwambie Yesu, uko ulipo ni mbali, shuka usikie maombi yetu. Hatua ya kwanza tutasema Yesu. Weka hivi. Hatua ya kwanza Yesu. Hatua ya pili shuka. Hatua ya tatu usikie maombi yetu. Sikiliza, kama ndilo tumaini lako, unatamani na mimi na wewe tuwepo katika ile nyumba ya milele ya mbinguni ambayo imeandaliwa kwa ajili yetu, fumba macho tuombe. Fumba macho tuombe. Na tunapoenda kuomba, anza kuomba wewe kimoyomoyo. Mwambie Mungu, taa yako ya matendo yaliyo mazuri iendelee kung'aa, iendelee kuwaka, ili uwepo katika ile nyumba nzuri ya mbinguni. Omba kimoyomoyo. Omba kimoyomoyo. Kama ulikuwa unalia kila siku, wewe ni mtu wa kulia kwa machungu, kwa matatizo, mwambie Mungu, sasa imekoma, sasa ni basi, kwa sababu nyumbani kwetu mbinguni hakutakuwa na vilio. Omba kimoyomoyo. Mzazi, waombe watoto wako, tabia zao ziwe njema, matendo yao yawe mazuri, ili na siku moja Yesu atakaporudi atutwende naye pamoja mbinguni, katika nyumba yetu, katika makao yetu, katika makazi yetu ya milele. Watoto wazuri hapa mbele, msitue na mwenzio, msitue mwenzio. Tunaomba. Ayafunga mikono tuombe. Baba, watoto wako tunakuja mbele zako. Tunajua unatupenda, nasi tunakupenda pia. Ulisema umeenda kutuandalia nyumba nzuri mbinguni. Baba, nyumba iliyojengwa kwa dhahabu safi, nyumba nzuri ambayo tutaishi milele. Baba wa mbinguni, tunaomba utukumbuke siku utakapokuja. Watoto waliopo hapa uwe pamoja nao katika makao ya mbinguni. Saidia Baba kurekebisha tabia zote mbaya za watoto hawa. Roho Mtakatifu akajae kwa wingi ndani yao, akawafundishe na kuwaongoza kuyatenda yaliyo mapenzi yako. Ondoa uovu wote, ondoa Baba dhambi, ondoa na makosa, ili tukafae kuurithi ufalme wako. Taa yako ikaendelee kung'aa ndani ya mioyo yetu, ili tuweze kuamulikia majirani zetu, nao wakakujue wewe. Asante kwa kuwa unatupenda. Asante kwa kuwa utarudi tena kutuchukua. Asante kwa kuwa unatupatia nguvu ya kuendelea kukusubiri hapa duniani. Ndivyo tunavyoomba katika jina la Kristo Yesu. Amina. Mungu awabariki. Hapa ndio mwisho wa ibada. Tuwakaribishe katika vipindi vingine. Mwalimu, karibu na matangazo.